Acha niende. Wengine hata hawajaalikwa lakini wamejialika, na sijawahi kuwapa zawadi, wanaweza wakonyosha mkono juu. Yaani wewe sio muumini wa kanisa hili, lakini umehudhuria mikutano hii ya makambi, sikukuu hizi na hizi, kwa sababu ni sherehe, basi unakutana na zawadi kutoka kwenye mikono ya mchungaji. Kama yuko mtu mahali fulani anaweza akapunga mkono na zawadi kadhaa. Je, yuko mgeni mahali fulani ambaye sijampa zawadi na yeye amehudhuria katika jioni ya leo? Nyosha tu mkono wako, wala usiogope, nataka tu nikupatie zawadi. Yule kule nyuma, asante. Mwinjilisti, niletee zawadi chache hapo niweze kumpatia huyo rafiki. Rafiki, kama utajali, ninaomba tu usogee mbele, nataka nikupatie tu kwa mikono yangu mwenyewe. Ikiwa unaona itakuwa vyema, sogea tu. Mwinjilisti, hujakimbia bado. Asante. Kama kuna mgeni mwingine, njoo tu kwa haraka. Mimi nimekusudia kukupa zawadi. Asante. Basi amepatikana huyu mmoja, na mimi sitaacha kumpatia zawadi. Asante. Rafiki, karibu sana katika ibada ya jioni ya leo. Mungu akubariki sana. Imekuwa vyema kuabudu pamoja nawe. Asante sana. Naona mwingine huyo anakuja, basi tumpatie na yeye pia. Asante. Asante. Mungu akubariki sana. Njoo. Huyo anakuja. Asante. Mungu akubariki sana. Karibu sana, tumejisikia kuabudu pamoja nawe. Mungu akutendee mema. Asante sana. Ni furaha kunapokuwa na sherehe alafu kuna wageni wamehudhuria, inaleta maana. Na mimi niwaambie watu wa Nyangoto, endeleeni kualika wageni na Bwana atawabariki sana. Kama ambavyo nilikwisha kutangaza, siku ya kesho ni siku ya maombi makubwa hapa Nyangoto. Tutakuwa na wasaa wa maombi. Ninaomba niwaambie wacha Mungu wenzangu ya kwamba wakati wa makambi ni wakati wa kufunguliwa. Wakati wa makambi ni wakati wa kubarikiwa. Wakati wa makambi ni wakati wa kuachiliwa. Na mimi ninamuomba Bwana ya kwamba hapo kesho tutakapokuwa hapa tukiutafuta uso wake, Mungu atujibu maombi yetu, na tushukapo katika mlima huu tukiyakabili maisha kwa mwaka mwingine tena, basi tuweze kwenda na baraka za Bwana. Lakini kesho jioni tutakuwa na wakati wa dhabihu, wakati wa kumshukuru Mungu, wakati wa kumwambia Mungu asante kwa wema uliotutendea, asante kwa baraka zako kwa mwaka huu. Sasa Mungu, upokea shukurani zetu. Na leo jioni tutagawa bahasha maalumu, na nitaomba wachungaji, tutafanya zoezi hilo sisi wenyewe tukiwagaia washiriki wetu. Lakini baada ya kuwagaia, nitafanya ombi maalum kwa ajili ya washiriki hawa na waumini hawa ambao usiku wa leo watakwenda kufanya maombi maalumu ya kumwambia Mungu juu ya dhabihu ambayo angeipenda kuichagua katika nyumba zao. Na mimi ni furaha kuambia, Mungu akikuongoza kwenye dhabihu iliyonona, iliyo nzuri, wewe uwe na roho ya Habili ya kusema ya kwamba vyovyote vile Mungu atakavyoniongoza mimi nitafanya. Hata kama hiyo sadaka ukiitoa moyo unasikia kutikisika, kama ndivyo Bwana anakuongoza katika kumshukuru, fanya kwa utukufu wa jina la Bwana. Sitashangaa kuona watu wakitoa mawe ya dhahabu mifuko kwa mifuko. Sitashangaa kuona watu wakitoa mifugo. Sitashangaa kuona watu wakitoa magari. Sitashangaa kuona watu wakitoa viwanja. Vyovyote vile Mungu atakavyokuongoza, lakini moyo wako na Mungu vya
viambatane katika dhabihu ya shukurani. Ni ombi langu ya kwamba Bwana atupe uzoefu wa kumshukuru tunapoenda katika kurudi katika madhabahu yake kwa dhabihu za shukurani. Na siku ya Ijumaa kwa neema ya Mungu tutakuwa na ubatizo mkubwa, na nafurahia kwamba wapo rafiki zetu wengi ambao wamefanya maamuzi ya kwamba watampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yao. Na mimi nasema Bwana aendelee kuwabariki sana kwa utukufu wa jina lake. Nyangoto, ninawasalimu katika jina la Bwana. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 5 na fungu lile la 20 hadi fungu la 23. Kitabu cha Kutoka sura ya 5 fungu la 20 hadi fungu la 23. Kama umefika pale waweza kusema amina. Huyo nimemwelewa, yani ni kama amefika kabisa kwenye fungu lenyewe na ndio ameweka amina ya nguvu namna hiyo. Basi jina la Bwana litukuzwe sana. Kitabu cha Kutoka sura ni ya 5 fungu ni la 20, nasoma. Wakakutana na Musa na Haruni waliokuwa wanasimama njiani hapo walipotoka kwa Farao, wakawaambia, Bwana awaangalie na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga mikononi mwao watuue. Kama unanifuatisha sema amina. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Bwana, mbona umewatenda mabaya watu hawa? Nilipokwenda kwa Farao kusema naye kwa jina lako, amewatenda mabaya watu hawa, wala hukuwaokoa watu wako hata kidogo. Bwana na alibariki neno lake kadiri atakavyolifafanua kwetu jioni leo, na lituletee tena mafikara katika timamu za akili yetu, ili mwisho wa siku bado tuwe na uwezo wa kusema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Katika tufunuapo neno lako, sema nasi na ndani ya mioyo yetu hasa, na neno hili liamshe tena shauku nyingine, litupe tena nguvu ya kusema hata kama ni hivyo bado nitakwenda nikimsubiri Yesu. Basi Bwana utuongoze njiani katika kutafakari neno lako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Mungu anamwambia Musa, nitakwenda pamoja nawe. Haijalishi wewe una udhaifu na uwezo kiasi gani, lakini huu ni uchaguzi wangu ya kwamba mimi nitakwenda pamoja nawe. Na Musa, kisa hichi ni kirefu, lakini inaonekana ya kwamba anaamua kumwelewa Mungu licha ya mambo mengi ambayo alikuwa akimwambia Mungu ya kwamba sasa nikienda wasiponiamini nifanyeje, na Mungu anamwonyesha miujiza. Anamwambia, sikia nikwambie, ukifika kule hebu chukua fimbo kwanza ulionayo. Anasema ndiyo, hii hapa. Anaambia tupe chini, inageuka nyoka. Musa anataka
kukimbia, anaambiwa usikimbie, shika tu hiyo nyoka mkia. Anamshika mkia, nyoka anageuka kuwa fimbo ile ile. Anamwambia hii ndio ishara ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Musa anasema poa, lakini Mungu anamwambia hamna, ngoja nikuongeze ya pili. Na hivyo ya pili anampatia ishara tena, anamwambia chukua mkono wako, ingiza kwenye ukoti hapa. Anaingiza, akiutoa hivi mkono umekuwa na ukoma mweupe tupu. Anastuka naye anaambiwa hamna, usiwe na wasiwasi, rudisha mkono tena. Anarudisha, akiutoa hivi umekuwa sawa. Anamwambia sikia nikwambie Musa, nitaenda na wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ishara hizi nitazifanya nitakapokuwa huko. Yaani kwa hiyo usiwe na wasiwasi juu ya kuaminika kwako, kwamba eti mimi siko na wewe, eti mimi sijakutokea. Hilo ondoa shaka. Kwa sababu gani? Nimeanza kukupa ishara ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Musa akasema hiyo nimeielewa, lakini sasa samahani kidogo Mungu, mimi sijui kuongea, mimi nina shida. Mungu anambia hiyo shida nayo haina shida, kwa sababu hata hivyo mimi ndio nimeumba vinywa, mimi ndio ninaumba watu, mimi ndio ninaweza kumfanya mtu nikaruhusu awe kipofu ama awe anaona. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, mimi niko na wewe. Musa anasema sawa, pamoja na hayo kwamba eti unasema wewe ndio unaweza kutengeneza mtu, lakini ukisoma vizuri Biblia, Musa baada ya maelezo hayo anamwambia hata hivyo, pamoja na hayo yote, tuma mtu mwingine. Na Mungu naye anamwambia Musa, sina agenda ya kutuma mtu mwingine, japo nitatengeneza mtu mwingine, Haruni ndugu yako, mtakuwa mnashirikiana, ila bado mimi nataka wewe ndio uende. Na kwa sababu hiyo wanaongea vizuri hapo, Musa na Mungu wanaelewana vichakani hapo, katika uzoefu wa Mungu na Musa. Na hivyo anaelewa sentensi, anaenda kwa baba mkwe Yethro, anamwambia sasa baba, nataka niende nikaangalie ndugu zangu. Hakumpa picha nzima ya kwamba anaenda kufanya ukombozi wa taifa la Israeli. Na mwandishi Mama Ellen G. White kwenye kitabu cha Wazee na Manabii anasema kama angempa taarifa mkwewe, pengine angemzuia kwenda kwa sababu anaenda vitani, lakini yeye ameshakuwa na usadikisho beyond doubt, bila shaka ya kwamba Bwana ataenda pamoja naye. Story inaanza na Musa anaelekea, anaulizwa unaelekea wapi? Naelekea katika nchi ya Misri. Na kwa kweli ndani ya moyo wake ana usadikisho ya kwamba anakwenda kuwasaidia wana wa Israeli watoke. Na unajua Mungu alimpa assignment. Kimsingi sio kwenda kwa Wamisri, sio kwenda kwa Waisraeli, kimsingi ni kwenda kwa Farao. Na akaambiwa kabisa ukienda kwa Farao, we mwambie 1, 2, 3, waambie kwamba Bwana amenituma nije niwaambie wape ruhusa watu wangu waondoke waende jangwani wakamtumikie Mungu wao, wakatoe sadaka na vitu kama hivyo. Na unajua Mungu alimtahadharisha mapema kwamba atakataa, lakini bado alisema nitajidhihirisha, nitakuwa pamoja nawe. Kama unanifuatisha sema amina. Ndipo anaingia na aliambiwa kabisa ukifika kusanya wazee. Hiyo story ni ndefu, muda wetu hauwezi kuwa rafiki kutueleza yote, lakini nataka nifike mahali. Anafika anakusanya wazee, anawaambia, na mwisho anaingia kwa Farao. Na sasa anaingia kwa ujasiri, anasema Farao, mimi nimetumwa na Mungu yule, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Kama vile Musa na yeye anamfahamu vizuri huyo Mungu, kwa hiyo anazungumza kwa ujasiri, maana huyo Mungu alimtokea na alimwambia kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Na hivyo anaongea kwa ujasiri. Na ndipo Farao anamwambia sikia nikwambie wewe kijana, wewe unataka kuwaletea balaa ndugu zako. Nyinyi mnaonekana mmeanza kuwa wavivu nyie. Mnataka muondoke, hizi kazi za Misri wafanye wakina nani? Sasa anamwambia sikia nikwambie, naona mmejichanganya. Iko hivi, hawa watu tulikuwa tunawapa kazi ya kufyatua matofali na tunawapa nyasi. Lakini kuanzia sasa hivi ulivyokuja hivi ulivyoingia hivi kwamba eti unasema waondoke. Sasa nasema hivi, kuanzia sasa hivi na nyasi wasipewe na idadi ya matofali iongezwe. Kwa hiyo watapata watu watajijua, lakini idadi iongezeke. Kwa hiyo manake ni kwamba hali ikawa mbaya. Na Farao analiongea hili, akaongea kwa wale viongozi ambao walikuwa wanasimamia kazi. Wale viongozi wakaitwa, wakaambiwa nasikia mmekuwa wavivu sana. Eti hamtaki tena kufanya kazi, mnataka muondoke, eti mwende mkakae huko jangwani, eti mwende mkakae huko mkakae mkatoe sadaka, alafu kazi za hapa.
Sasa tumesema hivi, ruhusa hamna, na hivi ninavyozungumza ni kwamba adhabu yenu itakuwa imeongezeka. Matofali tunawataka vile vile, tena idadi inaongezeka, leteni. Wale viongozi wa wale mataifa mawili wa wale taifa la Israeli ambao wanaongoza watu kufanya kazi, achana viongozi kwa maana ya Musa na Haruni, waliposikia hayo maneno wakajisikia uchungu. Sasa anasema wanatoka kwa Farao hivi, wanakutana na Musa na Haruni, wakamwambia sikia nikwambie Musa. Hasa hawa ni viongozi, hawa ni Waisraeli tena. Wanamwambia Mwisraeli ambaye Mungu amemtuma aje awakomboe. Anamwambia sikia nikwambie, tangu we baba umerudi hapa, umekuja, umesema sijui amekutokea Mungu huko, tangu umekuja hapa mambo yamekuwa magumu. Ndio kwanza tunaanza kusikia uchungu ambao hapo mwanzoni hatukuwa nao. Yaani baba Musa, ni kama ulivyokuja, umekuja na upanga, halafu huo upanga ukamkabidhi Farao, eti Farao atuue. Musa, tunachokiona unachotufanyia sio ukombozi, ni kifo. Sasa Musa, sikia tukwambie, Mungu na atuamue, ila unachotufanyia wewe baba kitakutokea puani. Musa na yeye kwa sababu anajua Mungu alimwahidi atakuwa pamoja na yeye, anaenda kumuuliza Mungu, samahani Mungu, kwani vipi? Mbona ulisema utaenda pamoja nami? Mbona unaanza kufanya mambo haya? Mbona unaanza kuleta taabu tena? Ni kama anamwambia hivi, mimi nilikwambia wewe usinitume, kwa nini umenituma mimi sasa? Maana hawa watu badala ya kusherehekea kwamba umenituma na mimi nimekuja na maishara huko, nimewarushia fimbo na watu wote wakaona fimbo inageuka kuwa nyoka, mara nikaishika tena ikawa fimbo, mara nimetoa mkono ukawa na, yaani nilipopiga hivyo vitu mbona watu wakaelewa? Shindo kuwaokoa hata kidogo. Yaani hata ungewaonyesha basi advertise basi kwamba angalau hata wanatoka basi, angalau wanaonyesha kama kuja kwangu kumeleta maana. Lakini cha ajabu ni kwamba kuja kwangu ndio kumeleta shida na kumeleta balaa kubwa. Mungu, nini hichi? Ndugu zangu wa Kristo, nina somo la maana sana jioni ya leo. Wengi walipochora msimamo wa kusema nitakwenda nikimsubiri Yesu, wengi wanakwenda wakimsubiri Yesu, lakini uzoefu wanaopitia wakienda wakimsubiri Yesu ni uzoefu mgumu, wakati Mungu ameahidi atakuwa pamoja nao. Nataka kuongea na mtu ambaye tangu alipoipokea imani na akaanza kuishi kulingana na imani, maisha yake badala ya kuwa bora ndiyo kwanza yamezidi kuwa mabaya. Nataka kuongea naye huyo mtu jioni leo. Nataka kuongea na mtu ambaye kwa kumwandama Bwana na kwa kwenda huku akimsubiri Bwana, na kwa kwenda kulingana na maagizo ya Bwana, lakini kadiri anavyoyafanya maagizo ya Bwana ndivyo mambo yake yanavyozidi kuwa mabaya. Mungu anapoonekana kuwa kinyume cha kauli yake ya kwamba nitakwenda pamoja na wewe. Mtu ambaye alikuwa mtoaji wa zaka na sadaka, tena kwa ukamilifu, tena sio 10%, 20%, tena sio 20%, hata anatoa na zaidi ya 20%. Lakini kadiri anavyozidi kutoa matoleo ndivyo biashara inavyozidi kuwa mbaya, wakati mafungu yanasema unapaswa unapotoa ubarikiwe. Vipi? Nazungumza na mtu ambaye kwa kadiri hajaoa, lakini anavyozidi kujiheshimu, anaambiwa wewe bwana, anaambiwa juu ya mahusiano kabla tuna ndoa, anajiheshimu, anasema hapana, ninamngoja Bwana. Eti akiendelea kukaza hivyo, ndio mchumba aliyetaka kutoa mahari anaahirisha na uchumba. Nataka kuongea naye jioni leo, na anasema sasa, si bora ningempa niolewe, lakini nimeacha nikisema nataka kumheshimu Mungu. Lakini cha ajabu, ndiyo naambiwa na mahari sitoi na mchumba kakata hivi. Nataka
Nataka kuongea na mtu ambaye anaambiwa kwamba Sabato ni siku takatifu, na kwa kweli ameamini hilo, ameamua kwenda kazini. Anapofika kazini unamwambia kama uji siku ya Sabato acha kazi, na kweli anaacha. Anasema naitetea imani, Mungu ninayemfahamu, Mungu ninayemtumikia atanisaidia. Cha ajabu, amefukuzwa kazi mwezi wa kwanza kimya, mwezi wa pili kimya, miezi 6 kimya, mwaka kimya, miaka kimya. Maisha yanazidi kuwa magumu, na yeye anasema niliitetea imani. Mungu amenituma jioni leo kuongea naye. Hata kuongea na mama ambaye kimsingi anashindwa kumwacha mume, anashindwa kumwacha mke, mke anashindwa kumwacha mke wake kwa sababu ya mambo ya imani. Ukweli anachokipitia kwenye ndoa ni kigumu, ni kichungu, lakini akiangalia mafungu yanasema Mungu apataye mke apata kitu chema, naye apata kibali kutoka kwa Bwana. Alafu akienda mbele zaidi na kutana fungu la Malaki, Mungu anachukia kuachana. Anapita wakati mgumu, anadhani ya kwamba wakienda kwa wachungaji anasema nitakuombea. Anashangaa akiombewa leo kama jana alikuwa hali ni nzuri, akitoka kwenye maombi ndio na makofi yanaongezeka. Mungu amenituma jioni leo. Mungu amenituma kuongea na watu wake ambao kadiri wanavyozidi kuwa waaminifu ndivyo zidi wanavyokutana na changamoto katikati ya maisha. Na dunia inawahadaa, inawauliza yuko wapi Mungu wako unayemtetea? Mbona amenyamaza kimya? Hali inazidi kuwa mbaya, uchungu unazidi kumjaa moyoni. Mwisho anasema uniachane na huyu Mungu, lakini roho nyingine tena namwambia niko pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa dahari. How? Anamuuliza Mungu, vipi, inakuwaje? Naomba leo jioni niongee na watu wawili. Mmoja tumweke hapa, tumuite Daudi. Tulikuwa naye mchana, tulikuwa naye huku, tumuhamishe huku, tumweke hapa Daudi akae hapa. Jamani, hapa yuko nani? Hapa alikuwa nani mchana? Na Stefano. Jipeni amina, mmepata? Tumwacheni Stefano hapa. Kwa hiyo hapa kuna Stefano na